Basi tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye abakwe. Abana ba Nyasaye muriamure. Jambo watoto wa Mungu. Mmeshindaje leo? Ngakirero mwakora lituko. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ni mwema. Tena leo ametupatia nafasi ya kuja kusemezana habari zake. Hatuna sababu nyingine ya kuwepo hapa isipokuwa kuzizungumzia habari za Yesu. Na ndio maana tunasema tupewe habari za Yesu. Hizo habari zake ni kwetu ni tamu sana. Na ndio maana kila kipindi tunamuinua Yesu tu. Manake mahidi ya kwamba mimi nikiinuliwa nitawavuta wengi kwangu. Tunataka tushukuru wale ambao wamekuwa wakitufuatilia mbali na karibu. Mbali wale ambao wanatufuatilia mitandaoni, asanteni sana. Mmekuwa ni watu waaminifu kuhakikisha mmetune kila siku. Tumewaona baadhi ya watu pale mtandaoni wakizidi kutufuatilia. Na wanasema kwamba wanazidi kubarikiwa. Lamek pamoja na familia yake. Dada yetu Zainabu ambaye amekuwa akitufuatilia. Dada yetu Pauline ambaye anatufuatilia kwa ukaribu kabisa. Na wale wengine wote ambao wanatufuatilia. Hata asubuhi nilifahamishwa kwamba baba mkwe ya Lamek mzee Elijah pia anatufuatilia. Japo hajisikii vizuri naye tutamwombea baraka za Bwana. Bwana anapowaponya watoto wake kwenye mikutano hii, yeye pia Bwana amponye kwa naye. Nataka pia tuwashukuru kundi lingine kubwa. Unajua asubuhi tukifanya maombi hapa, Rafael Mogaka alikuwa na live stream yake. Na kulikuwa na umati wa zaidi ya watu 3,000. Kwa hivyo watu wengi wanazidi kubarikiwa na mikutano hii. Hata sijahesabu ya dada yetu Sheila na yeye. Watu wengi wanazidi kubarikiwa na mikutano hii. Jameni, Mungu atukuzwe kwa sababu ya mambo makubwa anayofanya. Jana nilipokuwa nikitembea pia, nilikutana ndugu zetu kwenye stand ya bodaboda pale kando. Nao wakaniambia wanabarikiwa sana. Tuliomba pamoja nao jana. Na leo tena kuna dada aliyekutana na wao. Na wakamwambia wanabarikiwa sana. Na wao tunawaombea heri na baraka katika kazi zao. Na wakisikia sauti ya Mungu wamealikwa kukubali ukombozi. Basi baada ya kuyasema hayo yote, kwa haraka tuingie katika ibada ya jioni hii ya leo. Nasikia mwito ni sauti yako. Nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesongea mtini pako. Unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Ni wimbo 142. Leo tunataka tumwambie Bwana tumesongea kwako mtini. We are coming to the cross, that we may be cleansed by the precious blood of our Lord and Savior. Though weak, we are coming
We are coming that you may find strength and power. Though we are tired and weary, we are coming that you may find perfect rest in Christ Jesus. So kila mtu leo aimbe kwa ujasiri mkubwa, tukimwambia Bwana ya kwamba tumesongea mtini pako, tusafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Karibuni chorista sasa, tuimbe kwa utaratibu tu, tunamwambia Bwana tumesongea kwako. Amina, amina. Amina. Karibu abateri. Napoimba beti wanne sasa, nitaomba umati huu wote sasa usimame, tunapomsihi Bwana jioni hii tena anene na sisi kwa namna ya kipekee. As we finalize the song in the last stanza, we're now all up standing to request the Lord to speak to our hearts this evening, to draw us by His love to the cross of Calvary. We can now sing even as we prepare to pray. Twegene tusabe nande egenanga Nyasaye
oigure ekerero kiao nande Nyasaye oiraneirie akugania na masabo au. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Kristo Yesu uliyetupenda upeo, jina lako na lipewe sifa. Ni jioni njema Kristo, tena tunalishukuru, tunalimidi na kulinua jina lako kama ilivyo desturi ya viumbe na uweza wako mbinguni. Na sisi waja wako, kwa kuwa ni mara mbili tunarejea kwako, tumekuja Kristo, kwa kuwa umetuita, njooni kwangu nyinyi nyote mlemewao na mizigo mizito ya dhambi, nami nitawapumzisha. Unazidi kwa kusema, kwangu ajaye yote sitamtupa. Ni maneno yako mwenyewe, unasema kwamba nikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Baba, ninakukumbusha, umesema ikiwa watu waitwao kwa jina langu watapojinyenyekeza, watafute uso wangu, wakiri dhambi na makosa yao, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni. Amen. Baba, watoto wako wamekuja. Tazama umati mkubwa huu, ni kwa nguvu, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu ndio maana wamefika. Na kila mmoja ana hitaji la kwake, ana ombi la kwake, anatamani kusikia sauti yako, anatamani kuhisi nguvu zako, anatamani ukajibu maombi yake. Mwingine ni mgonjwa, mwingine Kristo Yesu ni msongo wa mawazo, mwingine Yehova daktari amemwambia ugonjwa huu hauponi, lakini neno lako linasema kwangu ajaye yote sitamtupa. Kwamba yanayokuwa magumu machoni pa wanadamu, kwako yote yanawezekana. Amen. Wagonjwa wote, wenye msongo wote, walio na matatizo ya kila namna, ambao usiku ndoto za ajabu hawalali, waliofungwa na nguvu za giza, mapepo, majini, Illuminati, mazinga ombwe, nguvu zote za giza, tunazikemea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Toka kuzimuni muishiemo, mwachie watoto wa Mungu huru. Baba, endelea kutamalaki viwanjani, Roho wako endelee kutamalaki, neno lako likapate upenyo. Amen. Watoto wako wakaisikie sauti yako. Hata wanaotutazama mitandaoni ukawakumbuke, kama mzee Nyasani ukamkumbuke. Ukanyoshe mkono wako wa uponyaji, ukalete mabadiliko katika mwili wake, akalitukuze. Na yeyote yule Kristo Yesu ambaye ameleta maombi yake katika sanduku lilo mbele yako, rehema zako nyingi ukapekue kwa picha yako ya darubini, jinsi unavyotazama na picha yako, ukasome mahitaji ya watoto wako, ukajibu moja baada ya nyingine, na kila mmoja akashuhudie. Kama iko familia hakuna amani, hakuna upendo, uhusiano umeharibika, majirani hawasemezani, Yesu Kristo tunaomba nguvu zako zikaharibu ngome ya shetani. Jioni ya leo, familia ambao watoto wamepotelea mijini, hawajawahi ongea na wazazi wao, wakazungumze tena. Ukawarudishe nyumbani. Ukatende fadhili kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mtume wako Robinson anasimama, nami mkalimani wake Yesu, tujapopungua uongezeke. Sauti yako isikike, utamke neno la uzima jinsi upendavyo wewe mwenyewe. Roho wako akatamalaki, nguvu zako zikaonekane, neema yako ikafikie kila mmoja wetu, hata ndugu zetu wa bodaboda wanapokuwa kwenye kazi zao. Roho wako akatamalaki, uturehemu sasa. Ni kwa jina la Yesu tumeomba kwa imani. Amen. 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 Basi tunaweza kuketi na botogo ikaranza tunapoingia katika somo la jioni hii ya leo. Karatogo swasi amoro kerete marago bayarero. Somo ambalo tunaenda kuliangazia leo, okorigere kerengage Tokyo kwegera rero. Somo ambalo nalipenda sana. No okwegera oku anche tekegima. We are going to speak about a very interesting subject. Togo chigo kwana igoro ye kerenge kiyamono. It's one subject I'm excited to present about. Nekerenga ekianche teko na gukwana igoro ya mono lioka. During the preparation, no enero kerare ngeko na kwari
I found myself smiling and laughing in the room alone because of the joy that comes with this particular message. We are still continuing with our series that we began from the first day. And if you are keen, we have been considering the plan of redemption and what God has actually done for us. Bwana ametenda mambo makubwa kwa ajili yetu. Na leo somo letu linasema kwa sababu anaishi. Our subject is because he lives. Because he lives. Unajua kifo kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni sehemu muhimu sana katika Ukristo. The three aspects, death, burial and resurrection, are very important in the Christian life. Niruhusu nikwambia kwamba bila ufufuo kifo cha Yesu hakina maana. Without resurrection, the death of Christ is useless. Actually, I dare say, without resurrection, the death of Christ is like any other death. Kinachopeana maana kwa kifo cha Yesu Kristo, kinachopeana maana kwa kifo cha Yesu Kristo ni ufufuo wa Yesu Kristo. Ndio tulisema jana ya kwamba ni lazima deni lingelipwa. The debt had to be paid. And that's what Jesus did. And you know, when we consider the cross of Calvary, first after the death of sin was paid, msalaba unatuonyesha kwamba lakini ufufuo ndio risiti. Ndio risiti inayotupatia uhakikisho ya kwamba kweli deni hilo la dhambi lililipwa. Without the resurrection, we are not so much assured. Actually, let me remove the word so much. We are not assured in any sense that the debt of sin has been paid. Ndio maana jioni hii leo nataka nikwambie kwenye shamba la Getsemani vita vilipiganwa. In Getsemani the battle was fought. In Calvary the battle was fought. But upon resurrection, victory was announced. We are saying victory was announced. Hallelujah, hallelujah. We are confident of our Christianity because of the resurrection. Because of the resurrection. Do you know? Many religions, dini nyingi tu, wako na vitabu vitakatifu. They have holy books. Many religions, they have moral teachings. Many religions have got prophets. But it is only Christianity. It is only Christianity. Oh, I'm saying again, it is only Christianity that has got a holy book, has got moral teachings, has got prophets, but also has an empty tomb.
tomb. Nande ebwate embera erebosa. Ni Ukristo peke yake Nobo Kristo bweka ulio na kaburi lililo wazi. Embere tabwati getondo ime. Kituona tunahubiri na Kera ujasiri hivi. togo randio gotorra tokora ne chinguru iga. Kituona tunatemka Kera katika madhabahu togo hivi. ratoko beraga iga bosio. Ni kwa sababu Na tunajua senge njoto manyete. kuna kaburi lililo wazi. Embera nerere bosa. Our confidence Chinguru chito no bole mu. is that empty tomb. Igabora sembere ye The bosa. fact ya kwamba liko wazi, Eke maene bunere bosa. tuna ujasiri wa kuhubiri. Iga tobwato bari mwoko randia. Unajua, Umanyete. the resurrection of Jesus Christ Okoboki wa kwa Yesu Kristo. is not just an historical event. Ngatalinga negento keli kirase chi story toko igwa. Si tu tukio katika historia. Talinga na mangana ali kirase chi story na toko soma. It is the most powerful divine intervention Negento kia chenu mono kiobo nyasae. that changed the destiny of humanity. Ya chenchetie obogima bwa mwanya bantu. Ufufuo, Okoboki wa. tendo lenye uweza la kiungu Nelingana li chenu liyo nyasae. ambalo lilibadilisha Eliria oncholetie. hatima ya wanadamu. Obogima bwa mwanya bantu. Ufufuo Okoboki wa. ni tangazo ya kwamba Nogo tangazerunga. kifo kimeshindwa. Ngama kweli abuirwe. Ufufuo Okoboki wa. ni tangazo ya kwamba Nogo tangazerunga. tumaini limepatikana. Ogo semere watokire. Na kwa hiyo wapenzi, Na sega banchwa. nataka jioni hii ya leo Nintagete maragobe ya lero. I invite you in my excitement. Warigania se omogoko yo I want mbwate. to carry you along in my Nintagete excitement. totaramo na ya somogoko yo. Let our faith be strengthened. Nintagete kwege na waito. Ninajua maisha ni magumu katika dunia. Obogima ni maetano bokongwa sese. Ninajua uchumi ni hatari hapa Kenya. Uchumi yaonesa Ninajua familia haziendi sawa. familia Lakini jioni hii ya leo kolende maragobe ya lero. ujasiri wetu uwe katika ufufuo. Nintagete okolende basoko Our bokiwa. confidence should be in the resurrection. Chiguru chepe tutoka soko bokiwa. Because he arose. Esenge nchona He bogete. didn't just come back to life. Sache tia sobogima tu. He arose. Iga bogete. Na unajua kuna tofauti. Noma etoko tofauti nero. Kuna tofauti ya kufufuka Tofauti nero yokoboka. na kuregeshewa uzima. Na koira niligwobogima. There is a difference between this aspect of resurrection Tofauti nero rasoko boki woko. and coming back to life. Ngako koira niligwobogima. Christ did not just come back to life. Yeso taira netia Christ resurrected. Yeso niga bogete. Christ resurrected. Yeso niga bogete. Lazarus came back to life. Lazaro niga iraneta sobogima. The child of the widow of Nain came back to life. Jairus' daughter came back to life. But our Lord and Savior resurrected. Yeye alifufuka. Na Paulo anaandika sasa akisema in the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Verse 3 and verse 4. Biblia inasema hivi. For I delivered unto you first that which I also received. How Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So Paul is affirming ya kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni tukio ambalo si la historia tu, ni tukio ambalo maandiko yenyewe yamezungumzia, maandiko yenyewe yalizungumzia. The resurrection of Jesus Christ was clearly spelled in the scriptures even before Christ was incarnated, even before he came to save us from sin. It was clearly chronicled in the scriptures. Na ndio maana Paulo anasema kulingana na maandiko iliandikwa ya kwamba Kristo atakufa, Kristo atazikwa,
Yesu natinde kwe habari njema zaidi nanda mangana mayanaya Kristo atafufuka. Yesu nabokiwe Nataka niweke mkazo tena nitagitembeke chinguru linganeli Yesu hakuregeshewa Yesu uzima tu. tairanere bogima His life was not just given bogima back. tariga iranere tu Alifufuka. iga bogete He resurrected. akaboka And you'll see the difference. nane go ikorore tofauti ya mangana yo Utaona namna ni muhimu kuelewa nore hilo. kigekogerere buya komubwati Yesu Kwamba Yesu esengencho Yesu alifufuka. iga bogete Hebu kama tuko pamoja mpaka hapo. onye tore gukera butanga soko bokondole buya mono Bwana wabariki sana. Nyasaya baseni buya mono Ila kuna kizungumkuti hapa. kolende lingana likongundira Ili tuzame ndani kidogo kwenye somo. elinde tosuke bosiaka samaliko Kuna wengi wanaoshuku kama Kristo alifufuka. abange mbalege nanga Yesu nabogete We have many who question the resurrection of Jesus Christ. bakobulia igoro yokoboka kwa Yesu. Unajua Umanyete wengi abange atheists, bali batamwegene tinyasaye, Buddhists, bali bakoro kuchi Buddhist, Muslims, abo bakoro kwa all Abaisilamu, of them don't deny one thing. abantu ababonsi egentonkerekemo batali They gokana. don't deny that there was a man called Jesus. Bali gokana nga Yesu tarengo. They don't deny that he died in Bali AD gokana nga 31. Yesu na kwete chitaliki They chiateba. don't deny that Bali whatsoever. gokana pia samalikabo. Actually, Eke menen the kelinga. aspect of the death of Jesus Nga Christ ari ngana liogo kwa Yesu Kristo. can be accepted even with a non-believer Na igara anchire no ena subata mwiro getinya because sa. it is a historical fact. Asengencho aina mangana yeke history. Ni ukweli wa kihistoria Okunobo maene weke history toko ya soma. kwamba Yesu alikufa. Buna Yesu na kwete. Waislamu wanamuita Isa bin Maryam Abaisilamu bakomroka Isa bin Maria na mwana kwa wanakubali ya kwamba nande alikufa. bawanchira nanga Yesu na kwete. But where we have the difference Lakini asitobwate is tofauti on the aspect of resurrection. na soko bokigwa. Na wacha nikwambie, Tigana nengo tebye. hawawezi kuamini ufufuo Bakwegeno kobokigwa. kwa sababu wakiamini ufufuo Asengencho bakwegeno ni kobokigwa. lazima wawe wa Kristo. Goikababa ba Kristo. If you believe in resurrection, Onye gokwegeno kobokigwa. you must become a Christian. Goikabo mo Kristo. So they can't believe in Igomba resurrection kwegeno kobokigwa. because they really do not want to become Christian. Asengencho mbatakitiko baba Kristo. So for the purpose of affirming our faith, Bona sengencho okobeka chinguru okwegena we waito. ask ourselves, Gokweboli boli did eli. he really resurrect? Igona abogete pi. Did he really resurrect? Eke maana Yesu na abogete. Je, Yesu alifufuka Iga kweli? Yesu na abogete pi. Now listen, Nkobolia nditegerera. for us to be sure that Christ resurrected, Elinde toene kienga Yesu na abogete. at least we need two things. Ntotagete bintu bibere byoka. Ili tuafikiane kwa Yesu Elinde alifufuka, toagene na toigwane nga Yesu na abogete. tunahitaji angalau vitu Amangana viwili. naberoka totakire komanya. Follow me closely. Mbwati guyane Nataka sote tuchukue vipengele hivi mapema kabisa Nitagete tonyora mangana ya bugango mono. ili tuafikiane ya kwamba Yesu Elinde alifufuka. toigwane nga Yesu na abogete. Tunahitaji vitu viwili. Totakete bintu bibere. Jambo la kwanza Ingana ni litangani. kaburi lililo wazi, Na embera ereboseta bwatike tondo ime. na jambo la pili Nelingana lya kabere. ni mwili ulioonekana. No mubere We ororekanete. need two things: Ebintu ebi bibere. an empty tomb Ne embera erebosa. with a missing body, No mubere otayo ime. but also the second thing that we Negeto need lya kabere na kero is kieke. to see the resurrected body. No korora oyo So bogete. if we cannot trust the two, Onye ntoko nyara kubwati na kubinyore it bibere. means Jesus is not resurrected. Igemene tinga Yesu ta But bogete. if we trust the two, Lakini onye tokwegene we will bera. be sure that Christ really Tobwa resurrected. tokwegene kemane Yesu na And I want to bogete. give you an assurance today That that we surely do have the two things. Wacha tuanze na ya kwanza, igatoga chake negentege tangani na tutaanza na maadui wa Yesu Kristo. igatogo chaka nababisa ba Yesu Tutaanza na maadui wa Yesu togo Kristo. chaka nababisa ba Yesu. Kitabu cha Mathayo, Egetabu kia Matayo Matthew chapter 28. Matayo emerongo ibere na isato Tukutane na Wafarisayo. igatokumirana n'abafarisayo Walikuwa wanamchukia Yesu sana. bamwangete Yesu mono They hated Christ so much. bamwangete Yesu They kegima hated him with passion. iga bamwangete ne chingu
chinguru chigoro mono. So when Christ died, Kero Yesu akwete, and they had heard that he had prophesied that he will resurrect, na bakaigwa gotebanga na tebete they goikabuke. have sought to keep him in forever. Gabate mete kolgi chinchera chonsi go sieka mangana yo But on tabanyika. Sunday morning, Korende Jumapili they elie had mambi. tidings that the man of Nazareth is resurrected. Bakaigwa ngomo sacho olio Nazareth yobokire. Wakasikia uvumi kwa Yesu. Bakaigwa tinduga yobokire Yesu. Habari hizo zikawatatiza. Amangana yakabaichania mono. Because a resurrected Christ Bagakumingo Yesu has bogete. set the kingdom of the enemy. Goikanya galie chinguru chomo A sunte. resurrected Christ O Yesu bogete. trouble the fortress of the enemy. Agasadio morembo birecha. Kinachotetemesha ngome ya shetani Yebike konya galie chinguru chomo sunte. kwamba Yesu alikufa tu, Taringa Yesu na kwete. si kwamba Yesu alizikwa, Taringa Yesu na tindegetwe. kwamba Yesu alifufuka. Ninga Yesu na bogete. Na Biblia inasema hivi, Na malikago tebaiga. waliposikia habari hizo Kero baigweta mangana yo. wakaita wale maskari. Bakarangiria basigari balia. Verses 12, 12 kitabu kia Mathayo 23 they told the soldiers, bakarangiria basigari balia. and the Bible says, Na malikago teba and when they were assembled with the elders ne kero basangirekanire amona bagaka and had taken counsel, na kobara baro isirie amangana they gave large money unto the soldiers, bakabarendi balia chibesa chinyinge telling them, bakabora say, motebya his bantu disciples came by night aboro kigubaye bacha botuko and stole him away bakamoiba while we slept. ekero twaraire. You know, I really love how God does things. Iwa ngwanje tenjera Yesu nyasaye kole bintu. Ninapenda jinsi Mungu anavyofanya Ngwanje kitu. tenjera nyasaye kole bintu. You know, Omanyete truth is so precious eke maene ne kiapi and powerful nandigie chinguru to an extent. goikeranga Sometimes it is defended with error. inga goikera ke konyara Yani yegererwa nobo siru ukweli una nguvu sana. eke maene ke bwata chinguru mono. Hebu sikia watu wenye hawana akili. Iwa abantu batabwatyo bongo Wanawaambia maskari, bagotebya basigari go to Pilate, genda se Pilato tell him momotebye we were asleep. igatwaraire And then the disciples inga na boro kigwa came and stole the body away. bagacha bakaibo mubere. Do you know what ideally they are saying? No maitenki bagoteba kegima Go and tell Pilate ngagenda motebi Pilato that there is an empty tomb. nga embera nero There is no one inside there. embera The man we buried on Friday evening. twatindegete ichuma The man maragoba we buried on Friday evening omusacha twatindegete chuma is not maragoba in the tomb. taiyombera So the Pharisees are agreeing. igaba farisayo There is bakodwana an nga empty tomb. inga embera nero ere bosa Wanakubali ya kwamba iga bagoteba kuna buna kaburi lililo wazi. embera ere bosa. Oh, hallelujah, you cannot fight Hallelujah. against God. Hawezi kupiga vita dhidi ya Mungu. tokonyara kurwana esegi ya They were nyasaye clearly saying ya kwamba esenge ntoba igo bagoteba there is buna an empty tomb. inga embera ere bosa nero And you know, omanyete nga haikuwa kaburi ambayo ingekuwa mistaken. noma tetali yarenge embera nga era bereto bututukanu It was a very specific tomb. iga yarenge embera ya bene Nobody could mistaken it eya manyekanete tokonyara koleta because it bututukanu was a tomb that belonged to one Joseph of iga Arimathea. embera yarenge oyo mabwo muntu olekoro kuchose bwali It was the bataya only tomb that weekend that had a big stone. iga embera ye yabwatalige nali nene It was the only tomb that had the Roman seal on it that weekend. iga yarenge embera barumi babegete And sili it yabo was the only tomb ande ga yarenge that embera ibono yoka now was empty without yarenge Christ. bosa etabwati We getonde have an empty tomb. iga tobwate emberere And because wasi we have an empty tomb, nasenge njo tobwate emberere we are bosa headed to the direction iga togendere tukoenda sorogendo finding a full assurance goligie ke maene ge that keramu Christ ngaki is resurrected. ngeke maene yesu na bogete Second evidence of the time of faith. After Christ resurrected, hebu shughulikia microphone ya Mackenzie. Shughulikia manake tunapana kuingia sehemu muhimu kabisa. Na Bwana anataka asuse kweli yake ili kwamba imani yetu leo inuke ya kwamba Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa kawaida. Kristo akitualika kwake hatualiki kwa ukawaida
we are serving a God who has defeated hell and death. Igatogotomekera Nyasaye oyo bwire amakweli nense yobosiru. If you see us inviting you to Christ Jesus, it's because we know who He is. Not just by reading from books, but by experiencing His power to save us. And we can say together with David, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man, blessed is the woman who fully trusts God, because He's not a savior in the tomb, He is a savior who has risen. Oh, hallelujah, hallelujah. Now, our second evidence. I love the Bible. And when the Bible is presented, our faith is anchored. Our words cannot save you. And that's why you want your confidence in God's word. No matter how eloquent you become here, our words cannot save you. So we present the word of God. Our second evidence. Luke chapter 24. From verse 22 up to 24. When Christ resurrected, He meets two disciples. They were on their way to Emmaus. And He finds them in a conversation. And he finds them in a conversation. And they are not aware that the man whom they are talking about is Jesus, who is just walking with them. So they begin telling Jesus in verses 22. Certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they came saying, like that also seen vision of angels. Verse 24 says, and certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, and they saw him go. So the two disciples are saying, kuna wanawake wawili walienda kaburini na wakapata mwili wa Yesu huko, lakini kuna wanafunzi wakaenda kuhakikisha wakapata mwili wa Yesu huko. Oh, listen to me, friends. We have an empty tomb. We have a missing body. The Pharisees have confirmed. The soldiers have confirmed. The women have confirmed. The two disciples have confirmed. We have an empty tomb. So the first evidence is clear that we have an empty tomb. Now listen. We have an empty tomb because an angel came down from heaven and he rolled the stone away. And this is why it's interesting now. I want to hear me so keenly. The stone was not rolled away to let Jesus out. The stone was not rolled away to let Jesus out. He did not need the stone to be rolled away.
Hakuhitaji ili kwamba jiwe liviringishwe. Yesu talira asemelige na liria lego The sukigwa. stone was rolled away Irige na liria liasugetigwe. so that witnesses could come in. Ingelinde bali babwate bagocha koreke Ili ne kwamba basoime. mashahidi waweze kuingia. Elinde bali amashahidi basoime. Yesu hakuhitaji jiwe liviringishwe. Yesu tagane tirige na lirisukigwe. Yeye ni Alfa na Omega. Ere no mochaka nando moelio. Yeye ni mwanzo na mwisho. Ere no mochaka nando moelio. Yeye anafunga na hakuna anayeweza kufungua. Ere gago sieko ndeta yoko igora. Yeye anafungua na hakuna Ere anayeweza gago kufungua. igora ndeta yora sieke. Hahitaji mtu amuondolee jiwe Taketi monto komosukelirige ili na. kwamba aweze kuondoka. Ingelinda atake So gosoka. the stone was rolled Irige ne so liasugetigwe. that witnesses can come in. Ingelinda mashahidi asoime. Affirm that Jesus was really resurrected. Yesu tayombera ime. Yesu hakuhitaji jiwe Yesu liviringishwe. tatakete na lisukigwe. Hakuhitaji jiwe Tatakete liondolewe. na lisukigwe. Alihitaji liondolewe ili kwamba Yeri atakete lisukigwe. mashahidi waingie ndani. Elinde bali bakoenekia. Oh, listen to me. Tegera musani. If the stone could be rolled for witnesses, Oye ama amlige na tasugetigwa senge kama mashahidi. jiwe lingeweza kutolewa kwa sababu ya mashahidi, Ligene ya rututigwa senge mashahidi. hakuna jiwe ambalo Mungu hawezi kuondoa maishani mwako. Igonga igena ndio Nyasaye ataruti asoboge mabwao. Hakuna jiwe Mungu hawezi kuondoa maishani Igena mwako. ndio Nyasaye ataruti asoboge mabwao. Akiamua kuondoa, Nago chaka korusia magena. analiondoa, Akolirusia. na akisha liondoa, Akolirusia. mashahidi wanaingia, Abaene kibago chicha. wanasema kweli Bago tebage huyu ni kebane. mtoto wa Mwenyezi Oyo no Mungu, mwana wa Nyasaye. huyu amebarikiwa na Oyo Mungu, asaseni wenya Nyasaye. huyu amepata mguso Oyo na nyore Mungu. chinguru chia Nyasaye. Ruhusu Bwana aliondoe hilo jiwe pia. Karuni baka Nyasaye rusirige nelio. Our second evidence, Eke maene getu ya kabere. tulisema ya kwamba Togo teba buna. we must find a missing body, Goi katoliki yo mobero but sirete. also we must see the resurrected body. Raindiki nande goi katorro mobero yo boka. For the interest of our time, Esengento ye chinga kishaito. so that we arrived at the most crucial part of our sermon, Erinde toikerese marandi talero. we read 1 Corinthians chapter 15. Togenda saba Korinto yeri tanga ni 15. 1 Corinthians chapter 15. Aba Korinto yeri tanga ni 15. Paulo tena anazungumza Paulo gago teba nande. from verses 3. Gochakereke mugo kia gatatu. Inasema, Ego teba. for I delivered unto you first of all Nakiri tanga ni nabarenterete amanganaya. that which also I received, Aya nanyorete inche omonyene. how that Christ died for our sins Na according to the Kristo niga scriptures, kweta senge joyo bya itokolenga na and maliko. that he was buried, Nanda gatinde kwa. and that he rose again the Elia third day kago karituko lia gatatu. according to the Buna scriptures. malikago teba. Now listen to verses 5. Bono tegerereke mugo kia The gatano. Bible says, Malikago teba. and that he was seen of Naende Cephas. akaorokera Kefa. He was seen of Cephas. Naenda akaorokera Kefa. That when Christ resurrected, Ngakero Yesu abogete. Peter saw him. Peter na moroche. Peter saw him fast. Peter na moroche And litangani. then he was seen of the 12 disciples. Naende akarekana boroki ubali 12. And after that he was seen with over 500 people. Naende goeta abwendi abu akarekana bantu And 500. then Paul concludes to say he was seen of James. Ingano emba bandi bagote ngano Yakobo na Then at moroche. last I, Paul, saw him. No ena Paul agoteba na inchenka mora. So we not only have an empty tomb, Ngate bwatie mberere but bosayoka. Christ has been seen with Peter. Lakini Yesu na arorekana na Petro. Christ has been seen with the disciples. Akarekana na boroki gwa. Christ has been seen with 500 people. Yesu akarekana bantu 500. We have a second evidence very clearly Tubwate kene gia kaberege kubokiwa. that Christ resurrected. Nga Yesu na bogete. You know, Bono manyete. if he was only seen by one person, Omaite onyale korekana monto yomo. kama angeonekana na mtu mmoja peke yake, Alegote korekana monto yomo bweka. tungesema hizo ni stori za kubuniwa. Tuwalegote vejine story chia bunuas. Lakini watu 500 wamemuona, Kolenda abantu 500 bamororire. watu 500 wamemuona, Abantu 500 manya. na hatimaye Paulo kwenye barabara ya Na Dameski Paulo aliyesepara ya Dameski. alimuona na kumsikia. Akamorora na kumoigwa. Oh, ni kweli kwamba Yesu alifufuka. Yesu na bogete He we. is risen. Iga bogete. An empty tomb Nemberere gwasi. and a seen body No mobero is korekana. there to prove that Jesus resurrected. Oh, we have the assurance that Christ rose. Tunahakikisho kwamba Yesu alifufuka. Let's praise God for the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu alifufuka. The second bit of the sermon, we apply and allow you to go home now. Oh, wait for the last program, brother.
Because we have the assurance that Christ resurrected. Kwa sababu tunahakikisha kwamba Yesu alifufuka. Number one, we have confidence that Christ is Lord. Kwa sababu Yesu alifufuka. Kwa sababu Yesu anaishi. Kwa sababu Yesu hayuko kaburini. Tunahakikisha ya kwamba Yesu ni zaidi ya mtu mzuri. Yesu ni zaidi ya mwalimu mwema. Jesus is Lord. Yesu no monene. Anataka awe Bwana wa maisha yako. Anataka awe Bwana wa maisha yako. Biblia inasema kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 9 hadi mstari wake wa 11 ya kwamba huyu Yesu aliyefufuka Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. God has highly exalted him, that every knee should bow and every tongue should confess that Jesus is Lord. Na kwa sababu yeye ni Bwana, hakuna gereza hawezi kufungua, hakuna gereza hawezi kutoa ndani. Kwa sababu yeye ni Bwana, hakuna jambo zito la kumshinda. Kwa sababu yeye ni Bwana, hakuna gumu la kumshinda. Kwa sababu yeye ni Bwana, mapepo yote yanainama mbele yake. Kwa sababu yeye ni Bwana, vitu vilivyo juu na vitu vilivyo chini vinainama mbele yake. Kwa sababu anaishi, yeye ni Bwana. He is Lord. But number two, kwa sababu anaishi, our salvation is fully taken care of. Because he lives, our salvation is fully taken care of. Paulo anasema Wakorintho wa kwanza 15 14 na 17, kama Kristo hakufufuka, kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure na bado mngalimo katika dhambi zenu. Lakini kwa sababu alifufuka, the cross paid the price. But the resurrection released the receipt. You know, when Jesus said it is finished, the devil thought it was the end of everything. But God turned everything on Sunday morning. After the Dark Friday, the Lord turned everything on Sunday morning. Without resurrection, Calvary is incomplete. Without resurrection, salvation is unfinished. Without resurrection, faith is empty. But with resurrection, forgiveness is guaranteed. We can come confidently to Christ Jesus because of the resurrection. Because of the resurrection. Our third point and second last. Because he lives,
asengencho moyale kwa sababu anaishi asengencho moyale the power of death has been broken. Chinguru cha makweli chabuirwe. You know, those who don't want to believe in the resurrection choose to believe that when people die they go to heaven. But we who believe in the resurrection, we know God has a better solution for death. Because Christ came down from the death. Na alipotoka katika mauti, Yohana Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 na 18 anamwambia Yohana, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. He's saying I am alive forever and ever. But that does not make him special. After saying that I am alive forever and ever, because I have to say ninazo funguo za mauti na kuzimu. So ideally what Christ is saying, because I resurrected, I have the power over death. Did you know? Anyone who believes in Christ Jesus and dies ni sawa sawa na kulala kwenye mikono ya mkombozi. They sleep in the everlasting arm of Christ Jesus. Ona Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, atashuka na mwaliko, atashuka na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. So because he lives, death has been defeated. But our final and most important point, because he lives, we are empowered to live new lives in him. Because he lives, kwa sababu anaishi, tunapewa uwezo wa kuishi maisha mapya ndani yake. The same power that resurrected Christ is the same power that is at work in us. Resurrection is not just a past event, it is a present power. Maana Paulo anasema Warumi 6 mstari wa 4, kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika uwezo wa uzima. Resurrection power breaks all addictions. Resurrection power heals all the broken heart. Resurrection power restores hope, strengthens the weak, gives courage in trials, empowers us to overcome sin. Because he lives, the same power that rolled the stone away, ile nguvu ambayo ilibiringisha jiwe, hiyo nguvu inayoweza kufanya kazi katika maisha yetu. Yesu anaishi, na kwa sababu anaishi, dhambi zetu zimesamehewa. Na kwa sababu anaishi, kesho yetu ni hakika. Na kwa sababu anaishi, tuna ujasiri ya ukombozi wetu. Kwa sababu anaishi, kifo na kaburi imeshindwa. Kwa sababu anaishi, tuna ujasiri wa kuwa Wakristo.
Jesus is alive. Yesu moyale. He's alive to make intercessions for us. Jesus is alive. And he's saying, my son, the same power ambao nilisina nao kifo ndio nguvu nataka nifanye nao kazi katika maisha yako. Ile nguvu ambao nilisina nao kifo na mauti ndio nguvu nataka nifanye nao kazi katika maisha yako. Ukiniruhusu nami nitafanya kazi hiyo. Ukiniruhusu nitafanya badiliko hilo. Wangapi jioni hii watasema sasa Bwana naamini ya kwamba ulikufa. Sasa Bwana naamini ya kwamba ulizikwa. Lakini sasa Bwana naamini ya kwamba ulifufuka. Na kwa sababu ulifufuka mimi nachagua kuwa mtoto wako tena. Kama ni ombi lako na kuomba usimame sasa. If it's your prayer, say now, I believe that Jesus died. I believe that he was buried, but I believe that he's alive. Na nitawasihi msongee hatua mbele sasa. Maana Yesu amefufuka. Sisi sio mateka tena wa dhambi. He lives. Jesus lives. An empty grave and a physical body is there to prove that Jesus lives. Tuna ujasiri wa kuwa Wakristo kwa sababu Yesu anaishi. Hofu inaondoka na kutoweka kwa sababu Yesu anaishi. Hata marafiki zao wanatusikia kutoka katika uwanja nje, jooni tuombe pamoja kwa sababu Yesu anaishi. Jooni tuombe pamoja sasa kwa sababu Yesu anaishi. Alikufa kwa ajili yenu, akafufuka kwa ajili yenu. You know everything that Christ does, he does it for us. He never thinks of himself. He does it for us. He died for us. He was buried for us. He resurrected for us. He is interceding for us. And he's coming for the second time for us. Oh, Jesus loves us, friend. Yesu anatupenda rafiki. Na ukweli ni kwamba anaishi. Anaishi. Oh, hallelujah, anaishi. Hallelujah, anaishi. Hallelujah, Yesu anaishi. Tuna ujasiri wa kuwa Wakristo kwa sababu ya kaburi lilo wazi na kwa sababu ya mwili ulioonekana. Kama waimbaji hawajaanza kuimba, leo tungependa kufanya hata mwito we rahisi zaidi. Ningependa wale wote ambao wamejitolea asubuhi na siku za jana watangulie kuja ili kwamba watapatiana nguvu wale ambao hawajajitoa. Kwa hiyo kama ulikuwa umejitoa asubuhi ya leo na ulikuwa umejitoa siku za nyuma na uko hapa jioni hii, basi hii machapu Yesu anakuita. Njoo sasa ili kwamba usimame hapa ili kwamba tufanye sehemu ya pili ya wito. Wewe ambao ulijitoa asubuhi na uko mahali hapa, ama ulijitoa jana na uko mahali hapa, njoo sasa, maana nataka tuwapatie wengine ujasiri. Haya, tengeneza njia, tengeneza njia hapa, tengeneza njia hapa, tengeneza njia hapa, tengeneza njia hapa. Yesu na bancheta ubagweta wanapokuja, tengeneza njia hapa, tengeneza njia hapa, haya sasa, wale ambao walijitoa na wale ambao walijitoa asubuhi, Jooni sasa. Lakini sasa waimbaji wanapoanza kuimba, kiwa wanataka kujiunga na sisi, unataka kusema na mimi siachwe nyuma, kwa sababu Yesu amefufuka, na mimi siachwe nyuma, kwa sababu Yesu amefufuka. Na wewe pia sasa, na wewe pia sasa, na wewe pia sasa. Hebu ngoja kabla waimbaji hawajaanza kuimba. God bless you brother. Kabla waimbaji hawajaanza kuimba, nataka niulize swali. Kama umempokea Yesu kwa njia ya ubatizo,
Monyore Yesu atenjera yebatizo. Hebu nyosha mkono wako juu. Kwa igoro. Kama umempokea Yesu kwa njia ya batizire mokingoko kwa mkono wako juu. Mokingoko kwa igoro. Jinsi mkono wako uko juu hivyo. Ya yoko kwa igoro. Jinsi mkono wako uko juu hivyo. Buno kwa igoro igoro. Nataka uangalie kando yako. Kuna mtu hajanyosha mkono. Waimbaji watakapoanza kuimba, ni kazi yako sasa. Uwe mhubiri hapo mahali umesimama. Mwambie twende kwa Yesu Kristo. Hapo mahali umesimama. Yule ambaye kunyosha mkono, ni kazi yako. Wala hata si kwamba unamlazimisha. Mwambie tu Yesu anakupenda. Mwambie Yesu anakujali. Mwambie Yesu alifufuka. Nenda ukabatizwe. Sasa waimbaji wanaimba. Yeye waleteni kwa Yesu. Yeye waleteni kwa Yesu. Weka tu mkono chini sasa. Nina tu wanaona. God bless you mama. God bless you. Sasa yako teteni, asago teteni. Waleteni kwa Yesu. Waleteni Yesu baba. Waleteni kwa Yesu. Waleteni Yesu. Waleteni kwa Yesu. Waleteni Yesu. Walete kwa Yesu.